Hello, karibu mtazamaji wa Namareche TV. Leo ni siku muhimu sana ambayo tumetembea kwenye saluni ya mwanadada ambaye ni mpambanaji. Huyu yuko katika kikundi cha Faraja ndani ya foundation ya Namareche Foundation, ambapo anajifunza vitu vingi. Kama tunavyojua, Namareche Foundation ni maisha na uwekezaji. Unawekeza ili kujikwamua kiuchumi kwa ajili ya maisha yako, na atatuambia vitu vingi ambavyo yeye amepitia kupitia foundation ya Namareche Foundation, lakini pia kutoka kwenye hicho kikundi ambacho kipo chini ya Namareche Foundation. Atatuambia ni vitu gani ambavyo anapitia mpaka leo ameamua kufungua biashara yake, na sasa tuko kwenye saluni inaitwa Mishi Salon and Makeup. Ni nani huyu ambaye unahitaji kumfahamu siku hii ya leo? Ungana nami tumjue wote kwa pamoja ni nani. Karibu. Asante. Habari yako, unaitwa nani? Mtazamaji anataka kujua, mimi pia nahitaji kufahamu. Habari nzuri, naitwa Mwanahamisi ama Mishi Salon. Mishi, tumeona juhudi zako ukiwa chini ya Namareche Foundation katika kikundi cha Faraja. Nini hasa ambacho kimekupelekea wewe kusimamisha ofisi yako? Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu, pili nashukuru uongozi wangu wa Namareche Foundation. Yaani nisingekuwa hapa na nisingefika hapa nilipo bila ya wao. Yaani wao ndio support kubwa sana mpaka mimi kufikia hapa nilipo. Nini ambacho hasa kilikushawishi kwenye akili kufikiria kile ambacho unakiwekeza hatimaye kuja kufanya lengo zuri kama hili? Unajua sisi ni wapambanaji. Sawa. Na unapofanya jambo basi unatakiwa kufanya jambo kwa malengo. Kwa hiyo niliingia kwenye hii foundation kwa malengo, sio kuingia labda kwa kusema tu. Kuna mtu yeye anaingia kwa kusema apate tu hela labda za kula, za kufanya hivi, za kufanya hivi. No, mimi niliingia kwa malengo na namshukuru Mwenyezi Mungu. Alhamdulillah. Nimepiga hatua kubwa sana toka nimeingia kwenye hii Namareche Foundation. Yeah. Hongera kwa hatua ambayo umeipiga. Ni changamoto zipi ambazo ulikuwa unazipitia hatimaye mpaka wewe kuweza kusimamisha ofisi kama hii? Kwanza changamoto ni nyingi mpaka kufikia hapa. Sio rahisi kama watu wanavyodhani au kama watu wanavyofikiria, na pia hautaki kukata tamaa. Kwa sababu ningekuwa ni mtu wa kukata tamaa, nadhani leo nisingekuwepo hapa. Kuna changamoto ambazo tumekutana nazo. Nilishawahi kumleta mtu kwenye hii Namareche Foundation, mimi nikawa kama ndo mtu ambaye nilimdhamini. Kuna vitu vikajitokeza kiubinadamu, vile vitu mtu yote vingemtokea angekata tamaa, angesema acha tu nikae nyumbani. Lakini mimi sijakata tamaa, nashukuru Mwenyezi Mungu na nashukuru pia viongozi wangu mpaka hapa nilipofikia. Yaani wao pia ni support kubwa, kwa sababu waliniambia mwana, pambana, usikate tamaa.